السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, utakasala na salamu zimfikie mwalimu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumerejea tena kwa mara nyingine katika kitabu chetu cha Sharhu Thalathatul Usul ambacho kimefanywa sharhi hii na الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني. Allah amhifadhi shekhe huyu. Hakika kazi aliyofanya ni kazi kubwa sana Sheikh Fauzani, na bado yuko hai, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kumpa afya na umri wenye manufaa. Darasa yetu ya leo itasimama katika kipengele cha 7 ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala haridhi kushirikishwa naye katika ibada zake yoyote yule awaye. Haifai mwanadamu kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali katika dhambi ambazo ni kubwa kabisa alizoasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dhambi ya shirki. Bali dhambi ya shirki ikajaliwa kwamba mje wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatokea kwamba amemshirikisha Allah kisha akafa na dhambi hiyo, basi atambue kwamba yeye ni mwenye kuishi milele motoni, hatopata nafasi ya kufanyaje, ya kutoka katika moto wa jahannam wal iyad billah. هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى. Sheikh akasema masala hii ya 8 ni masala ambayo ina mafungamano na masala ya mwanzo, lianna al-ula, kwa sababu masala ya kwanza ilikuwa ni hiya bayanu wujubi ibadati llahi. Masala ya kwanza ilikuwa ni kule kubainisha wajibu wa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo masala hii ya pili ina mafungamano na masala ya kwanza, ambayo masala ya kwanza ilikuwa ni ubainifu ama kubainisha wajibu wa mje wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala wattiba'i rasul, lakini pia kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suala la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mja wa Allah ni swala ambalo ni la wajibu, wala sio swala la hiari. Maadamu wewe ni mu'min, umeshatamka shahada, kitakachofuatilia wewe ni ibada. Ibada ni wajibu, itakuwa kwako wewe wakati huo, na haitokuwa tena na hiari kwako wewe useme nifanye ama nisifanye. Ndio Allah akasema katika sura Al-Ahzab, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Na wala haipaswi kwa yule anayemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, anayesema kwamba mimi tayari nimemwamini Allah, katamka shahada 2, halafu baada ya hapo eti awe na hiari katika ibada ambazo amefaradhishiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, aseme mimi ni hiari kufanya ama kutokufanya, bado huna imani wewe. Kwa hiyo kwa muumini wa kikweli kweli, awe muumini wa kiume ama wa kike, yeye pale Allah anapohukumu jambo na Mtume sallallahu alayhi wasallam akahukumu juu ya jambo fulani kwamba ni wajibu kufanya, basi kwa kweli ni wajibu, ni sam'an wa ta'a. Na kama ni haramu kwamba usilifanye, kwamba umekatazwa, basi ni wajibu kwa kweli kukomeka na kutokulifanya jambo hilo, hapo utakuwa wewe ni muumini. Allah akasema wama kana limu'minin, na wala haipaswi kwa muumini wa kiume wala mu'minatin, wala mu'mini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, pale Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapohukumu juu ya jambo fulani kwamba ni wajibu ama ni haramu, alafu wewe uwe na hiari kufanya ama kutokufanya, haipaswi kwa muumini kuwa katika mazingira kama hayo.
ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kwamba awe tayari kufanya ama kuto kufanya. La, bali mu'min kisawa sawa, linapokuja la wajibu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwake ni sam'an wa ta'a, tumelisikia na ni wajibu kulitii, kwa maana kwamba la kufanya kama ni kufanya, na kama la kuacha tunatakiwa tuliache. Kwa hiyo masala ya kwanza ilikuwa ni wajibu ama kubainisha uwajibu wa ibada, yani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu kwa mu'min, lakini pia vile vile kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizo ibada huwezi ukazifanya, utazipata wapi kama hujapita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na yeye ndio aliyetumilizwa kwa sisi kufikisha hii risala. Wattiba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu kwetu sisi. Wa huwa maana shahadataini, Sheikh akasema, na hiyo wewe kufanya au ule wajibu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndiyo maana haswa ya shahada mbili. Maana shahadatu an la ilaha illa Allah, maana ya kwamba hakuna asaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah, na kushuhudia ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, katumilizwa kwetu sisi kama vile walivyotumilizwa mitume wengine kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma waliotumwa kwao kufikisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumilizwa kwa umma huu kufikisha risala ya dini ya Kiislamu, lakini pia akajaliwa kuwa ndo akhirul anbiya wal mursalin, kwamba yeye ndio mwisho katika manabii na mitume, kwamba hatokuja tena nabii baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio kaja kahitimisha risala, na yeyote atakayekuja sasa akadai kwamba kuna nabii, kuna mtume atakayekuja au aliyokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa hadha kafirun, mtu huyo atakuwa ni kafir, wala shaka, hapana shaka, moja kwa moja atakuwa ni kafir. Allah anasema huyu ni wa mwisho katika manabii, wewe unakuja kusema kuna nabii mwingine anayekuja au aliyokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wewe huyo unamtambua wewe, lakini sio nabii aliyotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mas'alatu thaniya, mas'ala ya pili. Mas'ala ya kwanza tumeiona ni ule uwajibu wa ibada, kwamba aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala asishirikishwe na chochote. Lakini la pili, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni mas'ala ya kwanza ilikuwa. Ama almas'alatu thaniya, ama kwa upande wa mas'ala ya pili, anna alibadata idha khalataha shirkun, ibada itakapokuwa imechanganyikana, kwa maana kwamba ibada unaifanya na huku unaichanganya na shirki, fa innaha la tukbalu, tambua kwamba ibada hiyo haitokuwa ni yenye kukubalika. Allah hana haja na ibada hiyo. Ibada tabaan ni ibada, swala ni ibada, kuchinja ni ibada, haji ni ibada, ibada zote zile ambazo anaabudiwa kwazo Allah subhanahu wa ta'ala, halafu wewe umezifanya kwamba, lakini unazichanganya na mambo mengine, kwa maana kwamba unachanganya na shirki ndani yake, tambua kwamba ibada hiyo la tukbalu. Ibada hiyo unaifanya unajitesa, kwa sababu umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kichanganya ibada na shirki ni hatari mno. Tambua kwamba ibada hiyo haikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la tukbalu, li'annahu la budda an takuna al-ibada, kwa sababu hapana budi, lazima iwe ibada unaifanya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, an takuna khaliswa liwajhi Allah azza wa jalla, lazima iwe na ikhlasu ndani yake, kwamba nafanya tu kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, la sum'atan wala riya wala kumwabudu mwingine yote yule, bali lazima niifanye kwa ajili tu ya Allah peke yake, nisimshirikisha Allah. Hapo ndio itakubalika ibada yako. Lakini kinyume na hivyo, unafanya na huku unamshirikisha katika hiyo ibada mwingine, tambue kwamba ibada hiyo Allah hana haja nayo wala haitazami. Faman abada Allah, yule atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa abada ma'ahu ghaira, na kaabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kingine ama vingine, akavishirikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa ibadatuhu batila, ibada yake hiyo itakuwa ni batil. Tambua kwamba haina nafasi hiyo, haikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
wujuduha ka'adamiha, ibada hiyo uwepo wake ni sawa na kutokuwepo. Yani wewe unayekuja kuswali lakini katika ibada zako hizo unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, tambue kwamba kule kuswali kwako, hiyo swala unayesali ni sawa na mtu ambaye hajafanyaje, hajaswali. Jalia mfano mtu anayekuja msikitini alafu hana tahara, anakuja kuswali. Swala lazima upite kwenye mlango wa nini? Wa tahara, sio? Lazima uwe na udhu. Huna tahara, swala una. Hivyo anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi atambue kwamba ibada zake anazozifanya ni sawa na ile mtu anayeingia kwenye ibada pasina tahara. Unaingia kwenye swala una tahara, wewe huna swala. Sawa? Wewe na yule aliyemshirikisha Allah subhanahu, au wewe na yule aliyekuja kuswali alafu hana tahara, na wewe unayemshirikisha, wote ngoma draw. Bali wewe ambaye pia unayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukawa ni muovu zaidi, kwa sababu huyo anaweza akaja pengine kwa jahili tu, hajui, maskini ya Mungu, kwa ujinga alionao akaja bila ya udhu msikitini. Lakini wewe unatambua kabisa kwamba ibada inatakiwa kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, halafu unamshirikisha na vinginevyo au na watu wengine ama na vitu vingine, tambua kwamba wewe uko katika hatari zaidi. Ibada kama hiyo inakuwa ni ibada ambayo ni batila, ni ibada ambayo ni batilifu, haitokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuduha ka'adamiha, ibada hiyo uwepo wake ni kama vile hakuna chochote, ni kama vile hakuna ibada. Lianna al-ibadata la tanfa'u, kwa sababu ibada kawaida haifai illa ma'a al-ikhlas wa at-tauhid. Ibada haiwezi kufaa, haiwezi kuleta manfaa, isipokuwa lazima ikhlas ipatikane ndani yake, wa tauhid, lakini pia kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na yeyote. Fa idha khalataha shirkun fasadat, ibada hiyo itakapokuwa imechanganywa sasa, kachanganyikana na shirki, ibada hiyo imeshaharibika. Haijalishi iwe nzuri namna gani, lakini maadamu umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ya kwamba ibada hiyo itakuwa ni ibada ambayo ni ibada iliyobatilika. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Zumar aya ya 65, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilayka, na hapa anaambiwa si mwingine bali ni bora wa umma, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa tahdidi kama hizi na Allah subhanahu wa ta'ala, anaambiwa walaqad uhiya ilayka, na hakika umepewa wahi, umeshushiwa wahi juu yako. Anaelezwa hapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, umepewa wahi juu yako na wale waliokuwa kabla yako kadhalika walipewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahi ndani yake palikuwa na message gani katika huo wahi uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema la in asharakta. Message hii anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio message waliambiwa manabii wengine kadhalika katika wahi walioshushiwa, kwa maana ya kwamba ibada iwe ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ikiwa itatokea kumshirikisha, ibada hiyo hakuna, matendo yako yote yataruka patupu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa walaqad uhiya ilayka, hakika umepewa wahi juu yako, wa ila alladhina min qablika, na wale waliokuwa kabla yako katika mitume, la in asharakta, ikiwa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataruka patupu, yatapomoka. Ni kwamba huna chochote, haijalishi ana ukubwa kiasi gani, maadamu utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataruka patupu, wala takunanna minal khasirin, kinyume chake utakuwa ni katika watu wenye kupata nini? Katika watu waliopata hasara. Hapa anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ibada alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam na daraja lake alilonalo, anaambiwa ikiwa utamshirikisha Allah, matendo yako yote huna chochote, inakuwa ni habaa manthura. Je, mimi na wewe matendo yetu haya yenyewe ya kudonoa alafu bado ndani yake tena tuchomeke na mashiriki ndani yake, tutakuwa tuko katika hasara ya hali ya juu mno. Sawa Kwa hiyo kuonyesha shirki ni dhambi ambayo ni kubwa katika madhambi ambayo ameasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ikajaliwa kama tulivyosema kwamba ikiwa utakufa nayo na hujatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni khalidan mukhalladan fi nari jahannam,
utakuwa ni mwenye kutupwa katika jahannama na huko utaishi milele. Hakuna nafasi iko siku utatoka katika moto wa jahannama maadamu umekufa na shirki. Tofauti na dhambi zingine zile ndogo ndogo, Allah subhanahu wa ta'ala inshaa adhaba wa inshaa ghafara. Allah akitaka taadhibu na akitaka atafanyaje? Allah akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamei dhambi ya kushirikishwa. Yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hayuko tayari kumsamehe dhambi hiyo ikiwa atakufa kabla hajatubia. Ukitubia ni kadhia nyingine, Allah anakubali tauba. Allah subhanahu wa ta'ala anakubali nini? Tauba, maadamu bado muda wa tauba unakubalika. Lakini ukifa na hiyo shirki, tambua kwamba wewe uko katika hasara. Dhambi zingine umetelezwa unafanya hivi na ikatokea pengine hukutubia, japo unatakiwa utubie katika dhambi zako zote. Tubu ila Allah jamia. Tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amri zinakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi dhambi ndogo ndogo Allah akitaka atakusamea, akitaka atakuadhibu. Lakini dhambi ya shirki ukafa nayo, kuja tubia, tambua ya kwamba huna nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala subhana, lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Na lau wangelimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi mambo yote waliokuwa wakiyafanya ingekuwa hakuna chochote. Yote ingekuwa ni hamna chochote walichokifanya, yataharibika yote. La habitu anhum ma kanu ya'malun. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Ibada kama ibada haiwezi ikaitwa kuwa ni ibada isipokuwa lazima ndani yake pawepo nini? Iwe na tauhidi, pawe na tauhidi ndani yake. Umpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala na wala usimshirikishe na chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna salata, kama vile ilivyo swala. Kama anna swala, kama vile ilivyo swala, la tusamma salatan illa ma'a tahara, isipokuwa ndani yake iwepo tahara. Swala haiwezi kaitwa ni swala isipokuwa lazima ifanyaje? Ipatikane tahara. Umetoka ulikotoka, lazima uingie uchukue udhu wako, kisha uingie hapa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitekeleza ile ibada itasabika hiyo ni swala. Lakini huna tahara, haitoitwa hiyo ni swala wala haitotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha khalata ash-shirku al-ibada, shirki ikichanganyikana na ibada, miongoni mwa ibada za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, afsadaha, hiyo shirki lazima itaiharibu hiyo ibada. Kama anna at-tahara, kama vile ilivyo tahara, idha khalataha naqidun min nawaqid al-wudu, itakapochanganyikana na kivunjaji miongoni mwa vitu vyenye kuvunja udhu, afsadaha wa abtala, itaiharibu na itaibatilisha hiyo ibada. Hiyo swala haitokuwa tena ni swala maadamu vimepatikana vitu ambavyo ni katika vibatilishi vya nini? Vibatilishi vya swala. Hivyo hivyo ibada yote ile haiwezi ikapatikana muda ambao vitaingia vitu vyenye kuiharibu hiyo ibada. Miongoni mwa hivyo vitu ni shirki. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. Na kwa hili basi, au kwa sababu hiyo basi, tunakuta katika sehemu nyingi katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakusanya kati ya amri, kwamba kuamrishwa sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kukatazwa sisi na nini? Na shirki. Kikuta umeamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kinachofuatilia ni waje ni kufanyaje? Kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikija amri bil ibada, kinachofuatilia ni wewe kukatazwa usifanyaje? Usimshiriki. Kwa sababu utakaa katika maisha yako yote ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na huko unachanganya na mashirki, ile ibada haitohesabika kuwa ni nini? Kuwa ni ibada. Itakuwa wewe uko kwenye mchezo na haitokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Ibada hii ni amri, sio? Allah anasema muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, kinachofuatilia wala tushriku bihi shay'a. Wa'budu Allah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama umiru
illa liya'budu Allah, na wala hawajaamrishwa wanadamu isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa lengo sisi tumeumbwa ni kuja kufanya ibada, hakuna tulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kufanya nini? Kufanya hizo ibada kwa ikhlasi, kwa ajili tu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budu Allah, isipokuwa wamwabudu, kwamba hawajaamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din, ilhali ya kuwa ni wenye kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hunafa, tena wakiwa ni waongofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala azza wa jalla, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, wama arsalna min qablika min rasulin, na wala hatujatuma kabla yako wewe Muhammadi mjumbe yoyote yule katika wajumbe ambao wamekutangulia wewe waliokuja na hizi risala, illa nuhi ilayhi, isipokuwa mjumbe huyo tulimpa wahi, annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya kwamba tambueni ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budun, hivyo ni abuduni, kwamba waja wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala wasifanyaje, wasimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Fa qawluhu ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema la ilaha illa ana, fihi amrani, ndani yake pana amri mbili, kuna mambo mawili ndani yake, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, fihi nafyu shirk, kuna kukatazwa shirki, anakanusha kwamba mtu asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ithbatu al-ibadati lillahi ta'ala, na ndani yake kuna kuthibitisha, kuna nafi na kuna ithbat. Nafyu ni makatazo kwamba wewe usije ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, halafu ithbat ni kuthibitisha kwamba ibada iwe tu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Waqala ta'ala, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na amehukumu Mola wako kwamba usiabudu ama msiabudu illa iyyah, isipokuwa muabudu yeye peke yake, muabuduni yeye peke yake, kwamba msiabudu vitu vingine mkamshirikisha navyo Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine katika surati an-Nahl akasema Allah subhanahu wa ta'ala, hizi zote ni aya ambazo zinakuja zinakuambia muabudu Allah peke yake na wala usimshirikishe Allah na kitu chochote. Akasema katika surati an-Nahl aya 36, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na hakika tumetumiliza katika kila umma, tumewatumilizia mjumbe, kila umma tumeutumilizia mtume. Nini message ambayo huyo mtume ametumilizwa kwa hawa umma? Ni kwamba ani'budullah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, najiepusheni na shirki, jiepusheni na mashayatini, kwa maana ya kwamba msiwe ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. At-taghut kullu man ubida min duni la, kila chenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kinakuwa ni taghuti huko hivi. Usije ukachanganya ibada ya kumwabudia Allah ukachanganya na vitu vingine huko, hizo ibada hazitokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qarrana baina ibadati Allah wa jitinabi at-taghut, pakakutanishwa kati ya kumwabudu. Katika aya hii hapa nasemaje? Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jitanibu at-taghut. Qarrana baina ibadati Allah wa jitinabi at-taghut, pakakutanishwa katika aya hii kati ya kumwabudu, kwamba wewe umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuamrisha muabudu yeye, alafu kwa wakati huo jiepushe na ibada za at-taghut. Usije ukawa ni mwenye kuabudia mataghut, lianna ibadata Allah la takunu ibada, kwa sababu ibada kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala la takunu ibada, hapawezi kuwa ni ibada ama haiwezi kuwa ni ibada illa ma'tinabi at-taghut, isipokuwa kwa kujiepusha na at-taghut, yani kule kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. At-taghut huwa shirk. Qala ta'ala, faman yakfur bit-taghut, na yule atakayewapinga at-taghut wa yu'min billah, na akamwamini Allah subhanahu, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa,
hakika huyo mtu huyo atakuwa ameshikamana na kamba madhubuti. Mtu huyo atakayekuwa amepinga matawaghuti, kwa maana ya kwamba amewakanusha kwamba hajawafanyia ibada matawaghuti, bali ibada zake amezielekeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hapa anasemaje? Wa yu'min billah, na kamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba ibada zake akazielekeza kwa Allah peke yake. Faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, mtu huyo atakuwa ameshikamana na kamba madhubuti. Lam tisama laha, kamba ambayo haina kukatika, kamba iliyo madhubuti. Fal imanu billahi la yakfi illa ma'al kufri bit taghut, imani ya wewe kusema tu kwamba namwamini Allah subhanahu wa ta'ala la yakfi wala yanfa, haitoshi wala haitokupa manufaa wewe unashikamana na imani hiyo, illa isipokuwa imani hiyo ma'al kufri bit taghut, iwe pamoja na kwamba umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa wakati huo lazima uwapinge na uwakanushe kabisa, uwatupilie mbali mataghut. Sawa yani usiwe na shirki ndani yake. Wa illa, kinyume na hivyo basi, fal mushrikuna yu'minuna billah, washirikina watakuwa ni wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakinnahum yushrikuna bihi, lakini wao ni kwamba wanamshirikisha. Ndipo Allah akasema wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikuna, na wala wengi wao hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa utakuta kwamba hali wao ni nani? Wao ni washirikina, kwa sababu wanachanganya ibada zao, wanamwabudu Allah na kwa wakati huo wanachanganya ibada zao na nini? Na shirki. Na hizo ibada Allah hazitambui. Ibada unaifanya maadamu umechanganya na shirki, tambua ya kwamba ibada yako hiyo imesharuka patupu. Bayana subhana, Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha anna indahum imanun billah, kwamba hawa washirikina wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yufsidunahu bishirki wal iyad billah. Shida yao ni kwamba wao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwamini katika tauhid ar-rububiyya, sio katika tauhid al-ibada. Hii tauhid imegawanyika katika aqsam, sio thalatha aqsam: tauhid al-uluhiyya wa tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-asma was-sifat. Tauhid ar-rububiyya wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ndo Allah anasema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kiwaambie kwamba ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, watakwambia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe wanaamini yuko aliyoviumba hivi, lakini walete ngoma sasa katika tauhid madha? Tauhidul ibada au tauhidul uluhiyya. Hapa ndo mahali wanachomoka. Ibada zao ima wasifanye, na wakifanya lazima washirikishe na miungu wengine. Watakuwa na vijisanamu vyao, watakuwa watamwabudia huyu kile na kile na kile, hapo wanachanganya ibada. Kwa hiyo maana hiyo ni kwamba hawa washirikina, Allah anasema wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, wanaamini na kwa wakati huo wanafanyaje? Wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa hadha maana qawlu Sheikh, na hii ndio maana ya kauli ya Sheikh aliposema anna man abada Allah, ya kwamba yule mwenye kumwabudu Allah wa ataa ar-rasul, kisha akamtii mjumbe, yani mtume wa Allah ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yushriku billahi shay'a, hakika huyo hamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kweli wewe umwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wewe hutakiwi kumshirikisha Allah na chochote. Lianna Allah, kwa sababu Allah subhanahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, haridhi Allah subhanahu wa ta'ala kushirikishwa yeye na yoyote yule katika ibada zake. Ana haja. Kwa nini muabudu Allah? Ima ubaki kwenye ushirikina, ima ubaki kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Usichanganye mambo. Ibada zako hizo unazozifanya na huko umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wujuduha ka'adamiya, uwepo wake ni kama vile kutokuwepo. Kwa hiyo dhambi ya shirki ni dhambi ambayo ni mbaya mno. Ibada anatakiwa abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam
katika mapokezi anayopokea kutoka kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, hadithul qudsi, qala Allah ta'ala, amesema Allah alotukuka, ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk, mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri kwa washirika, sihitaji shirki. Kwa maana ya kwamba Allah hahitaji nini? Hana haja kushirikishwa na hao washirika ambao wewe unaoshirikisha naye Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amala, yule atakayefanya amali, ashraka ma'i fihi, akawa katika amali hiyo ananishirikisha au anashirikisha pamoja nami ghairi, mwingine katika hiyo amali unaifanya. Tabani ni ibada, sio ima ni swala, ima ni kuchinja, ima ni chochote unachokifanya, lakini muda ambao umeifanya amali ile kisha ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine, Allah anasema taraktuhu wa shirka, mtu huyo mimi nimemwacha na shirki, namwacha na shirki yake, sina haja na hiyo nini, na hiyo ibada. Kwa hiyo tambua kwamba hiyo ibada imeruka patupu. Fanya utakavyofanya umri wako wote, lakini tambua kwamba ibada hiyo haina nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hunaka qaumun yusallun wa yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, kuna watu ambao wanaswali, wanashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanashuhudia ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wayukthiruna min dhalika, na wanakithirisha juu ya hayo, kwa maana kwamba katika ibada wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala au wanaswali. Kadhalika yasumuna wa yahujun, wakawa ni wenye kufunga na ni wenye kuhiji, na zote hizo ni ibada. Lakinnahum yad'una al-adriha, lakini mtihani ulioko ni kwamba wanaomba nini? Maadriha, magofu yale makaburi yaliyojengewa huko na dini. Unaenda kufanyaje? Unaenda kuyaomba makaburi hayo, unaomba watu waliokufa katika makaburi yao. Wayabuduna al-Hasan wal-Husayn, au utawakuta kwamba wakimwabudu Hasan na Husayn, wanaacha ibada kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Badawi wa fulanan wa ilanan, kadhalika fulani na fulani na fulani wanaabudu, wanaacha kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wayastaghithuna bil amwati, lakini pia utakuta kwamba ukitaka msaada kwa kupitia watu walioko makaburini, watu waliokufa. Kama kungelikuwa na haja ya kuwaomba au ya kuomba walioko makaburini, wana haja zaidi na ndio wako kwenye dhiki zaidi ya wewe ambaye bado uko hai, ulikuwa unatakiwa muelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ungelikuwa kuomba, basi wangeomba wale, kama ungekuwa na uwezekano huo. Sasa wewe na akili yako unaenda kukaa kwenye kaburi lako na muomba, nilikukosea, ilikuwa hivi na hivi, wewe ni fulani, wewe si ni, haifai. Huko ni kufanya shirki. Unakuta mtu na akili zake anaenda kuomba nini? Anakuomba majanga iliyomwandama, badala ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kwenye kaburi kuwaomba watu waliolala makaburini. Haulai ibadatuhum batila, hawa wote ibada zao ni batila, hazina nafasi mbele ya Allah. Liannahum yushrikuna billahi azza wa jalla. Kwa nini ibada zao zimekuwa ni batila? Anasema ni kwa sababu wao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhlituna al-ibadata bishirk, wanazichanganya ibada na mashirki. Fa'amaluhum batilun habitun hatta yuwahhidu Allah azza wa jalla. Matendo yao yote haya, ima wameswali sana, wameshuhudia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wameshuhudia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ni mjumbe wa mwisho, wanafunga, wanahiji, wanatoa hiki na kile na kile, lakini muda ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amaluhum batilun habitun, amali zao ni batili na zimeruka patupu, zimeanguka. Hatta yuwahidu Allah azza wa jalla, mpaka wao tena wakae watulie, warejee wa muwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukhlisuna lahu al-ibada, lakini pia watakasa ibada zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatruku ibadata ma siwa, na waache zile ibada wanazoziabudia kule kinyume na nani? Kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ibada iwe ni kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa illa fa innahum laysu ala shay, kinyume na hivyo maskini ya Mungu hawa hawana lolote, hawana chochote watakachokipata. Laysu ala shay, muda ambao wamefanya ibada na huko wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala,
laysu ala shay, hawana chochote wanachokipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu at-tanbih lihadha, ni wajibu kuwa na kutanabahi juu ya jambo hili. Unapofanya ibada, fanya tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpwekeshe Allah na wala usichanganye na shirki. لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائن من كان. وسبب الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه. haridhi ikiwa Allah amekwambia haridhi alafu wewe unaendelea huku na maabudu na mshirikisho, unafikiria kipi utapata? Na watu wasema ibada hizo ni batil, hazina nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah haridhi kushirikishwa na yeyote yule awaye, kainun man kana, yoyote yule awaye. La yarda subhanahu bimusharakati ahadin mahma kana. Allah haridhi kushirikishwa na yoyote kwa hali yoyote ile iwayo. Lialla yaqula ahadun, ili mwingine asije akafanyaje akachomoza hapo akasema ana attakhidhu min al-awliya'i was-salihina wat-tayyibin shufa'a, mimi siwaabudu bali mimi ninachofanya kwamba natengeneza tu mazingira kwa watu ambao ni mawali, watu ambao ni watu wema, watu wazuri, natengeneza tu shufaa, utetezi na uombezi. Akatengeneza mazingira hayo, akasema ana la a'budu al-asnam, mimi siabudi masanamu wal awthan kama huwa fil jahiliya, siabudi masanamu kama vile ilivyokuwa katika zama za jahiliya. Ana attakhidhu haula'i shufaa, akabiabudu, lakini huwa akasema mimi natengeneza mazingira tu ili hawa wawe ni waombezi wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wawe ni watetezi wangu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaqulu lahu, mtu aina hiyo tutamwambia hadhihi maqalatul jahiliya, misemo kama hii na maneno kama haya sio ndio maneno ya kwanza kutoka kwako wewe, bali ni misemo iliyokuwa katika zama za nini, walishakutangulia siku nyingi. Wewe lipi jipya linalotoka kwako wewe? Maana yake ni kwamba hakuna jipya kwako. Tunakwambia misemo kama hii ndiyo hiyo misemo waliokuwa nayo walioishi katika zama za jahiliya. Ittakhadhuhum shufaa, hivyo hivyo waliyatengeneza hayo masanamu yao wakayaabudia, na huku wakisema tunawafanya sisi ni waombezi tu inda Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum salihun, kwa sababu hivyo vitu ama watu wema waliowaomba na wakawaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakasema hawa ni watu wema tu na ni mawali min awliya illa, akasema hawa ni mawali katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yarda bihadha, na Allah subhanahu wa ta'ala haliridhi hilo. Allah subhanahu wa ta'ala la yarda bihadha, Allah haliridhi hilo. Kwa nini utengeneze hapo wasitwa, utengeneze shufaa na nini? Na ndio mwanzo wa shirki. Angalia tangu kuumbwa kwa Nabiiullah Adam, baba yetu Adam, takriban karne 10 hapa katikati watu walikuwa ni muwahidun, yani watu walikuwa ni watu wa tauhidi, wote wanamwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema karne 10 hapo ni miaka mingapi hapo? Miaka 1000 kwa sababu karne moja ni miaka mingapi? 100, sio? Kwa hiyo karne 10 zote hapa watu wakiwa na tauhidi, wakiwa wanaishi na nini? Na tauhidi. Baada ya hapo kipindi cha Nabiiullah Nuh, wale mnaosikia kina Yautha wa Yauqa wa Nasr, hawa aslan ni watu waliokuwa wema katika zama za nani? Za Nabiiullah Nuh. Ni watu waliokuwa watu kituma sana katika ibada, na wamekufa na akida yao, na wala hawana makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao hawakuhusia eti sisi tukifa tengenezeni mambo fulani fulani ili sisi tuabudiwe. La, walikufa wakiwa wao ni watu wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada zao wanafanya kwa ajili tu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo hali ilivyokuwa hivi. Sasa walipokufa shaitani sawala lahum, kawatengenezea mazingira fulani, akawaambia mnajua shaitani yeye ni adui kwetu sisi, sio? Allah anatuambia inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa, shaitani kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui, msimfanye ni bitwana wenu, ni mtu wenu wa karibu, mkimbieni shaitani. Inma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata wal-baghdha. Kadhalika Allah akasema inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir.
anaita kundi lake, naye anatafuta kundi ili asiwe yeye kama yeye peke yake wapi motoni, lazima naye apate nini? Apate kundi. Na hivi pale alipoambiwa, ilipokuja amri ya malaika wasujudie Adam, shaitani alileta kibri, sio? Sababu amri haina maana kwamba shaitani amri ilipokuja naye alikuwa katika malaika, la. Allah alipotoa amri kuambia malaika kumsujudia Adam, shaitani alikuwepo katika kipindi kile, lakini haikuwa yeye ni katika nini? Ni katika malaika, kwa sababu malaika sifa yao la ya'suna Allah, hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'maruna, wao sifa yao ni kufanya yale walioamrishwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Amri inakuja, malaika wanapomoka kumsujudia Adam, ile taadhima, yeye akakataa, aba ayasjuda, alikataa kumsujudia Adam na akatoa majigambo kusema ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko huyu Adam. Huyu mwanadamu huyu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, huyu umemfinyanga umemuumba kwa nini? Kwa udongo. Yani kadharau kwa udongo ni nini, na yeye kaumbwa kwa moto, anasema sio? Kisha baada ya hapo akamuomba Allah subhanahu, baada ya kulaaniwa na kufukuzwa katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, akaomba apewe muhula. Allah akamwambia nitakupa ila yaumi yubathun, mpaka siku atakapofuliwa kwa, mpaka siku ya mwisho shaitani atakuwepo tu, atakuandama kila kona. Alipopewa hayo alopangiwa sasa, kwa kuwa yeye ndo kayafanya hayo, akaahidi akaambia fabima aghwaytani, kwa kuwa umenihukumia mimi upotovu kwa kupitia huyu Adam, la aqudanna lahum siratal mustaqim, mimi nitamwendea na nitakaa kati ya njia yako iliyonyoka. Kila akienda atakutana na mimi hapo, kila akifanyaje, thumma la atiyanna min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, nitamwendea mbele, nyuma, kuliani, kushotoni, na hutokuta wengi wao ilhali ni wenye kufanyaje? Sawa. Allah akamwambia fanya ufanyavyo, nenda utakapofanya, lakini hutokuta waja wangu ambao ni wema. Utawakuta wale wako ambao wamekataa nini? Wamekataa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio kundi lako, sababu wewe shetani kazi yake, Allah anasema inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sawa? Yeye anawaita jamaa zake ili aweze kuwa nao katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. Kisha akasema katika kipengele namba 8, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kuabudiwa katika ibada zake akashirikishwa na yoyote yule awaye. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, si malaika aliyo karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala pia hata nabii ambaye ni mursal. Qawluhu katika sharh Sheikh Fawzani akasema qawluhu la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, الملك المقرب هو أفضل الملائكة. الملك المقرب أنا سيما هو من؟ أفضل الملائكة، لملائكة متوكوف مثل جبريل، مفانو جبريل عليه السلام، وحملة العرش، نوالي حملة العرش ملائكة ونكيبيب عرش، ومن حوله والملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى، na wale wote wenye kuizunguka arshi katika malaika walio karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fama qurbil makani min Allah, pamoja na ule ukaribu walionao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qurbil ibadati wal makanati inda Allah, na ule ukaribu wa ibada zao na nafasi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kule kuibeba arshi na wanaizunguka arshi, lakini bado wanaambiwa lau ashrakahum ahadun ma'a Allah, tunaambiwa lau tungeliwashirikisha hao yoyote katika hao malaika, tukamshirikisha na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani katokea mja akawashirikisha hawa na Allah subhanahu wa ta'ala fil ibada, katika ibada, fa inna Allah la yarda, tambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haliridhi hilo. Haijalishi kwamba malaika yuko karibu, kadhalika mtume ambaye ametumilizwa na nani kwa nafasi zao walizonazo, lakini hilo Allah haliridhi, bi an yushraka ma'ahu malakun muqarrabun, kushirikishwa naye malaika aliyo karibu, wala nabiyyun mursalun,
wala nabii aliyotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama vile mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa Isa wa Nuh wa Ibrahim wa ulul azm la yarda an yushraka ma'ahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala haridhie kushirikishwa na yoyote, walau kana min afdalil malaika, hatta kama akawa ni katika malaika waliokuwa bora, walau kana min afdalil bashar, na hata kama ingelikuwa ni bora wa viumbe, bado Allah subhanahu wa ta'ala haridhie hilo. Fahuwa la yarda an yushraka ma'ahu ahadun min almalaika wala min ar-rusul. Si sawa wewe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote wala na chochote kile, si malaika wala si mtume, haifai. Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun min almalaika wala min ar-rusul, fa kayfa bighayrihim. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajaridhia kushirikishwa na yoyote yule katika malaika, kadhalika na mitume waliotumilizwa, fa kaifa bighairihim min alawliya wasalihin. Vipi sasa kwa wengine wale ambao wako imani mawali au ni watu wema? Fa ghairul malaika warusuli min babi aula, wasiokuwa malaika na mitume min babi aula, kwamba wasishirikishwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umeambiwa malaika haifai kumshirikisha na Allah wala mitume, iweje sasa kwa hawa binadamu wengine tu ambao ni katika mawalina watu wema? Maana yake ni kwamba hawa ni katika mlango, yani katika mimbabi aula kuto kuwashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa hadha raddun ala ulaika alladhina yaz'umun, na katika hili pana raddi ala ulaika alladhina yaz'umuna, kwa wale mabwana ambao wanaodai annahum yattakhidhuna as-salihina wal awliya ash-shufa'a inda Allah, ya kwamba wao wanawafanya mawali na watu wema kuwa ni watetezi wao, ni waombezi wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liyuqarribuhum 'inda Allah zulfa, ili waweze kuweka ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ahlul jahiliya, kama vile ahlul jahiliya walivyosema, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Walipoambiwa msiwaombe hao, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, msiwaabudu wao, kuabudiwa ni Allah peke yake, wao wakaleta falsafa zao kwa kusema hata sisi hatuabudu, sisi tunachofanya ni kutengeneza ule ukaribu, tuna mazingira ya kwamba hao watuweke zaidi karibu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wawe ni watetezi wetu, ni waombezi wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahum ya'taqiduna anna haula, kinyume na hivyo wao wanaitakidi ya kwamba hawa wanaoabudu na kuwaomba ima ni watu wema, ima ni katika maauliya, la yakhluquna wala yarzaqun, la yakhluqun, kwamba hawaumbi, kadhalika wala pia hawaruzuku, wala yamlikuna mauta, wala hawamiliki umauti. Umauti yani umiliki ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yeyote yule ambaye anaweza kumiliki umauti wa mtu yeyote, sio? Bali yote haya yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hiyo umauti uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu wote, jinnakum wa insakum, majini binadamu wote wakakaa wakakusudia kukutoa wewe, kuondoa uhai wako muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajakupangia, ile ajalu musamma Allah aloiweka, kama haijafika hata dunia nzima yote wakajikusanya ili wakuondoe, wallahi hawawezi, haliwezi hilo. Hilo liko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au uhai kadhalika, huo uhai wako hakuna yote anayemiliki. Kama Allah akaamua kuondoa kwa dakika ambayo umepangiwa ile ajalu musamma, muda wako dakika ya mwisho kwamba ni saa kadhaa na dakika kadhaa, ikifika hakuna daktari yote ile duniani, awe ni bingwa wa madaktari wote dunia nzima, wakasema kwamba wewe atarudisha uhai wake, hakuna mwenye kurejesha muda ambao Allah amesema muda wake umefanyaje, umeshaisha. Sawa? ndivyo ilivyo. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hivyo ndivyo ilivyo. Sawa Kwa hiyo hawa ambao mnaabudu nyinyi, wao hawana uwezo ima wa kuumba, anayeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa kadhalika kutoa riziki, hata hao washirikina wenyewe wanakiri kwamba hakuna mwenye uwezo wa kuumba isipokuwa ni nani? Ni Allah. Mbingu na ardhi tunazishuhudia na vyote vilivyomo ndani yake. Allah akasema wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ardh. Kuna viumbe vikubwa zaidi ya mbingu na ardhi. Sisi binadamu na majabali na vitu gani, kuna vitu ambavyo ni vikubwa zaidi ya mbingu na ardhi. Sababu hili ndio imevibeba, sio? Kwa hiyo hakukuwa na haja Allah aanze kusema kwamba ukiuliza nani aliyeumba binadamu, aliumba kana katika vitu ambavyo ni kawatajie kiujumla vyote, kwa sababu kwanza hivi vyote ni vikubwa, alafu hivi vingine vyote viko ndani yake hapo, sio? Sawa Allah akasema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ikiwa utauliza nani ameumba mbingu na ardhi, pamoja na kwamba wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watakwambia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nakiri kwamba hawana uwezo wa kuumba wala hawana uwezo wa kuruzuku, kadhalika wala yamlikuna mauta, wala pia hawamiliki mauti, wala hayata wala nushura, wala hawamiliki nini? Uhai, wala pia hata kufufuliwa wao hawamiliki. Wa inna ma qasduhum, na hakika wao maksudio yao atawassutu inda Allah azza wa jalla, ni kule kufanya watu yani wasito kati yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika sarafu lahum shay'an min al-ibada, na kwa sababu hiyo wakawafanyia jambo ambalo jambo hilo linahesabika ni katika ibada, taqarruban ilayhim, ili kujikurubisha kwao. Dhabahu lilquburi, wakaenda wakachinja makaburini. Maskini ya Mungu, mtu mwenyewe ukimwangalia ni mtu ambaye ana dhiki. Kwanza dhiki zimekuandama, wa kuelekewa katika ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ulichokitafuta kidogo ungekitumia katika matumizi yako ya kawaida ya halali, lakini unakitoa tena hicho kidogo. Angalia jahili walionayo wanadamu. Hicho kidogo alichonacho ilikuwa akitumia yeye kama yeye. Unaweza kukuta mtu katika biashara yake labda imeyumba, sio? Ana dhiki, ana hiki na kile na kile. Hicho kidogo alichokipata na hajakipata kwa yote, bali alikipata kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakitoa, anatoka mguu mosi mguu pili, anaelekea kwa nani? Kwa mganga ambaye hana uwezo kumfanyia chochote kile, bali yeye mganga mwenyewe anahitajia kutoka kwa nani? Ingelikuwa huyo mganga mwenyewe ana uwezo wa kufanya lolote lile, angeweza kuishi katika mazingira kama hayo? Hana uwezo lolote ule. Ndio maana anahitajia wewe, lazima upeleke kwake. Atamwambia lete mbuzi, lete kadhaa, lete sijui vitu gani, lete na pesa kadhaa, ili nikutengenezee mambo yako yaweze kunyoka, biashara yako iweze kufanyaje? Kukaa sawa. Si angeanza yeye akawa hana shida hizo pesa kwani angekuwa anataabika hivyo kuhangaika unavyoona waganga na mazingira yao yalivyo? Sasa hii yote ni kuonyesha ni kwa sababu mwanadamu kuna wakati akili inakuwa si inamruka, si anakuwa katika mazingira gani, na yote haya ni kwa sababu ameacha kumtii na kubaki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaamua kutengeneza miungu wengine, ndipo ataishi katika mazingira kama haya. Mwanadamu mwenye akili timamu, mtu anayejitambua, mtu ambaye kakubali kwamba Allah peke yake ndio kuabudiwa na asishirikishwe na chochote, hawezi kuishi katika mazingira kama haya. Hakuna anayemiliki uhai wala kufufuliwa wala mauti isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wao kule kuabudia hao washirikina au kuwaomba washirikina, walifanya hivyo tawassutu inda Allah azza wa jalla, walidhalika sarafu lahum shay'a. Kwa sababu hiyo anasema ndipo wakafanya baadhi ya mambo ambayo mambo hayo ni katika ibada, taqarruban ilayhim, ili kujikurubisha kwa hao watu walioko makaburini. Dhabahu lilqubur, wakachinja kwa ajili ya makaburi. Wanadharu lilquburi, wakatoa nadhiri kwenye makaburi. Wastaghathu wa hatafu bil amwati, wakahitajia kuokolewa na majanga. Istaghathu, kataka kuokolewa kutokana na majanga. Wa hatafu bil amwati, kama wenye kuzunguka huko wakiomba nini? Wakiomba makaburi. Kwa sababu hiyo wakawa ni watu ambao wamepotea, na ibada zao zote hizo zitakuwa, baada ya kufanya haya,
kama wanaswali, wanafunga, wanafanya hili na lile na lile, maadamu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi watambue ibada zao zote hizo zitakuwa ni batil. Ikiwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliambiwa ikiwa mtakuwa ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika aya ambayo tumeanza nayo Allah anasema wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Anaambiwa hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mimi na wewe hawa mitume wana nafasi zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kuteuliwa tu kupewa risala ni nafasi kubwa sana. Hakuna watu wenye nafasi na wenye ibada kama mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado wanaambiwa hivi, je, mimi na wewe? Sawa katika aya nyingine Allah akasema walau ashraku la habitu anhum ma kanu ya'malun, na lau wangelimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ingeruka patupu yale yote waliokuwa wakiyafanya. Yani hakuna chochote ungekipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka kufikia hapa tuishie darasa yetu kwa siku ya leo. Niseme subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.